Mheshimiwa Waziri, ambao umeweka katika utaratibu wako wa kuongea na umma kupitia anwani inaitwa ongea na Mheshimiwa Waziri, umesogeza ofisi yako karibu na wananchi, lakini lengo lako kubwa, kila mwezi unatafuta ajenda kubwa, ama ukimfuatia Bwana Kikeke na kauli zake wakati ule anasema habari zinazogonga kichwa. Kwa hiyo unachagua ni jambo gani la kuzungumza. Hasa katika kazi chako hiki cha leo, anwani ambayo umeichagua ni sekta ya dawa. Sekta ya dawa, Mheshimiwa Waziri, umeichagua ni muhimu sana. Na kwa nini umeichagua sekta ya dawa? Mheshimiwa Waziri, katika matibabu nchini, katika vituo vyote, katika maeneo yote, utoaji wa dawa kwa wagonjwa wanaokwenda katika vituo vyetu ni zaidi ya 60. Ukiacha wale wengine ataambiwa wewe chukua mazoezi, wewe inabidi ufanye utaratibu na vitu vingine, lakini asilimia kubwa, Mheshimiwa Waziri, wanahitaji kupewa dawa ili wapone. Na ndio umuhimu kwa nini umeweka mada hii leo iwe ni mjadala. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri, kwa nini umefanya hivyo? Katika dawa hizi nyingi ambazo zinatoka, asilimia kubwa ya dawa ni watu zinatoka zile za maumivu. Watu wanaumwa, mgongo unauma, kichwa kinauma, mwili umechoka, lakini dawa zinazofuatia ni antibiotics, kwa maana ya magonjwa ambayo ni ya kuambukiza. Halafu zinafuatia zile za dawa ambazo ni magonjwa yale yasiyoambukiza, kwa maana ya NCDs. Kwa Mheshimiwa Waziri, umelichagua hili, lakini kwa ubunifu wako ulichokifanya kwa wataalamu waliopita hapa kabla yangu mimi, kwanza umetoa elimu. Umelenga kazi chako hiki kiwe ni cha kutoa elimu kwa umma, wananchi watambue dawa ni nini, dawa zinapatikana vipi. Na ndio tunapomuona mfamasia mkuu wa serikali alipokuja akaelezea ule mnyororo wa upatikanaji wa dawa, lakini akaeleza swala la maoteo. Lengo uliwasababisha wananchi wajue hivi dawa zinapokuja kwenye zahanati yangu zimepitia mchakato upi. Ndicho alichokifanya mfamasia, lakini kikubwa akakiri. Mheshimiwa Waziri, najua utatoa maelekezo, alituachia mambo kadhaa. Tuna chini asilimia 15 ya wataalamu wa dawa ambao ndio wanatakiwa wasimamie hivi. Hii ni changamoto ameisema. Tunaichukua, najua Mheshimiwa Waziri utatupa hilo.